Samara na rafiki yake wanaenda nyumbani kwa bwana wake Raymond kwa ajili ya kumwambia amechoka na vituko vya mpenzi wake, hata kama ni star ameshindwa kuvumilia. Cha ajabu mpenzi wake akapiga goti na kumtolea pete akimuomba amkubalie amuoe. Samara akamwangalia rafiki yake akampa ishara ya kuwa asikubali pete ya uchumba. Kwa kuwa Samara anampenda sana Raymond, ikabidi akubali. Rafiki yake akaondoka, akaona hapa nipo na zuzu. Movie inaanza, Ray anajichukua video na kuambia mafansi wake kimya wote huo alikuwa anatengeneza EP. Kwa hiyo wakae mkao wa kula na kuambia kwa sasa niko single. Wakati anaendelea kuzungumza, mpenzi wake Samara akamuita kwa kufoka. Ray akamwambia mafansi wake subiri kidogo niongee na my cousin. Samara akamwambia unaniita mimi cousin? Ray akamwambia niko live na mashabiki zangu, mbona unanipigia kelele? Samara akamwambia kwa hiyo unanichiti tena? Ray akamwambia tutazungumza baadaye. Samara akang'ang'ania mjibu muda huo. Samara akamwambia nimechoka na vituko vyako na usaliti. Ray akamwambia kama umechoka unaweza kuondoka, kama una date na superstar basi kubali kuchitiwa, na kumwambia usinisumbue, nataka kuzungumza na mashabiki zangu. Ray akaendelea kuongea, Samara akabaki ameduaa ajui cha kufanya. Baadaye akamwita rafiki yake Rosaline na kumwambia Ray bado ananichiti. Rafiki yake akamwambia mwanzo umemsamehe lakini bado anakuchiti, ni bora ukaachana naye. Samara akamwambia moyo wangu unampenda yeye sana. Rafiki yake akamuuliza unampenda yeye au unapenda umaarufu wake? Ungeniomba ushauri ningekwambia uachane naye, wewe ni mzuri na kuna wanaume wengi wamejaa wakikwambia nakupenda wanamaanisha na utakuwa wewe mwenyewe tu na watakutambulisha kwenye dunia, lakini mpenzi wako Ray hataki hata ndugu zako wajue wala ndugu zake. Baada ya rafiki yake kuondoka, Samira akiwa sebuleni, kuna SMS ikaingia kwenye simu ya mpenzi wake, ikawa inaonyesha inatoka kwa Isabella. Ray alipokuja akamwambia unashika simu yangu ya nini? Samara akamwambia naomba ufungue simu, kuna SMS kutoka kwa Isabella, nataka kujua ni nani yako. Raymond akamwambia haikuhusu. Samara akamwambia usipotoa password nitaivunja hii simu. Ray akamwambia jaribu kuvunja kama unaweza. Samara akamuuliza kwa hiyo unatembea na Isabella? Ray akamwambia ni mwanamuziki mwenzangu, kisha akampokonya simu. Alipokaa Samara akamwambia unafanya hivi kwa sababu hujanitambulisha kwenu, sasa nitaweka wazi mahusiano yetu dunia nzima ijue. Ray akamfokea na kumwambia kama utaki mapenzi ya siri unaweza ukaondoka. Akanyanyuka na kuelekea chumbani. Samara akawa analalamika kwa nini mapenzi yao yawe ya siri wakati yeye ni mzuri, shepu anayo hadi mguu kajaliwa. Usiku wakati Ray kalala, akachukua simu yake na kupokea na kuwa anasikiliza akiwa sebuleni. Samira akashtuka kusikia Isabella anatiririka, kumbe wakati huu anaongea na simu. Ray naye akashtuka kitandani akimwangalia Samira amuoni, kucheki simu yake haipo. Alipokuja sebuleni akakuta Samira anasikiza simu yake. Akamuuliza kwa nini unapokea simu yangu? Akamwambia nitaka kujua nilichokuwa nahisi. Akamuuliza sasa umejua? Akamwambia ndio, unatoka na Isabella na ana ujauzito wako, anataka $1,000,000 akaitoe. Kwa nini unanisaliti afu bila kutumia hata kinga? Unataka uniambukize magonjwa? Akamwambia haikuhusu. Samira akamwambia inanihusu kwa sababu wewe ni mpenzi wangu. Ray akamwambia wewe mwanamke unataka nini? Unaishi kwenye nyumba na mimi, na kulisha na kuvisha, tunasafiri wote na kila kitu unachotaka nakupa. Samira akalalamika sana, kawa analia na kuingia ndani. Kesho yake akamchukua rafiki yake ili aje achane na Ray. Walipofika mlangoni akamwambia anataka kumwomba msamaha. Yake akamwambia hivi una akili wewe? Unasema anakuchiti na umechoka, sasa eti wewe unataka kumwomba msamaha? Samira akamwambia hebu angalia maisha niliyokuwa nayo, navaa vizuri, nakula, na akaunti yangu ya benki iko vizuri, naanzaje kumwacha na kwenda kwa mkulima? Yake anamuuliza hivi unajisikia unachoongea? Hebu acha kuwa mjinga, tafuta maisha mengine. Samira akamwambia wanaume wote wanachiti, hata mastaa wanachiti, hivyo acha nimwombe msamaha. Wakati wanaendelea kuzungumza, mpenzi wake Ray akafungua mlango na kuwasalimia. Samira akawa anajiumauma jinsi ya kumwomba msamaha. Mpenzi wake akatoa funguo ya gari kumwambia nimekununulia gari kwa ajili ya kukomba msamaha kwa nilichokufanyia. Samira akawa kama bwege na kwenda kuliangalia gari aliyonunuliwa na mpenzi wake. Ray akamuuliza rafiki yake Samira, mbona uendi kusherehekea naye? Akamwambia hivi ndivyo unavyomtreat rafiki yangu? Ray akamuuliza kwa hiyo umekuja naye ili uniachanishe naye? Rosaline akamwambia yule ni rafiki yangu, sitokubali kumwacha anapotea mbele yangu. Ray akamwambia haya tuone kama atakusikiliza wewe au mimi. Rosaline akamfuata rafiki yake alipokwenda kuliangalia gari. Rafiki anamuuliza unalionaje gari langu? Kamjibu zuri na expensive. Samira akawa na furaha na kupiga makelele kwamba amempata mume. Ray akaja akawa anaangalia. Usiku Ray yupo kwenye lonji, kuna mdada alipomuona akashangaa, akajiweka sawa na kumfuata na kumsalimia. Akamkumbatia akamwambia mimi ni fansi wako, nimekufollow kwenye mitandao yote ya kijamii na nimeweka picha yako kwenye wallpaper na ninapenda muziki wako. Ray akamuuliza je uko na mtu au? Akamwambia nina mihadi na mtu ila anaweza kucancel. Wakakaa wakawa wanapiga story na kunywa pombe zikakolea. Bimdada akawa anamkatikia Ray. Ray akamchukua na kwenda naye mpaka nyumbani kwake. Wanafungua mlango wanakutana na Samira. Bimdada anamwambia sijajua kama utakuwa na mtu. Samara akashangaa huku akimkazia macho Ray. Ray akamwambia huyu ni cousin wangu. Bimdada akatoa mkono kumsalimia. Ray akamwambia twende chumbani. Wakampushi Samira kwenye kochi na kupanda juu. Samira akawa anashangaa tu, akawa anajiuliza dharau gani hizi au naota. Akaamua kupanda juu na kumuuliza kuna nini kinaendelea. Ray akamwambia tutaongea baadaye. Akakataa, akawa anataka kumtoa mrembo. Ray akamwambia hii ni nyumba yangu hivyo sitaki usumbufu. Bimdada akawa anajibebisha
na kuendelea na malavidavi. Baada ya mrembo kuondoka, Ray akawa anamfokea Samira, unakuwaje na wivu? Mimi ni star, unatakiwa ujifunze kushare, natakiwa ni waende mashabiki zangu, kwa nini unakuwa na wivu? Mimi ni issue, kama unataka kuishi na mimi jifunze kushare. Samira akakasirika, akaamua kwenda lonji kupata kinywaji apunguze mawazo. Kwenye lonji kuna mwamba mkali wa kutengeneza cocktail, akamfuata Samira na kuongea naye kumshawishi ampatie ofa ya cocktail. Baada ya kupata ofa ya cocktail, akamchukua rafiki yake na kurudi naye nyumbani. Baada ya kushuka kwenye gari, rafiki yake akamwambia, twende ndani ukachane naye na uchukue vitu vyako, hakikisha unaondoka, usikubali akudanganye kwa lolote wala kwa maneno yoyote yale, unanisikia? Samira akasema ndiyo, huku kama anaogopa. Rosaline akamshika mkono na kwenda naye ndani. Huku ndani mpenzi wake kaandaa maputo sebureni. Kiaki alipoingia ndani akashangaa. Samira akauliza kinaendelea nini hapa? Ray mpenzi wake akamwambia, samahani sana Samira, najua nimekukosea na sikuwa mwanaume mzuri, lakini sasa nimetambua thamani yako. Akapiga goti na kutoa pete na kumwonyesha Samira. Samira akamwangalia rafiki yake. Kiaki akampa ishara ya kukataa. Ray akamwambia, naomba niishi nawe maisha yangu yote, naomba kubali nikuoe. Samira akawa anamwangalia rafiki yake na mpenzi wake. Samira kwa kuwa ni bwege kwa mpenzi wake, akakubali kuvishwa pete na kubaki na mpenzi wake. Rafiki yake alivyoona vile, ikabidi aondoke. Samira akawa kwenye sofa akiangalia pete aliyovishwa. Mpenzi wake akaja na wine kwa ajili ya kunywa. Baada ya kukaa akamwambia Samira, hakuna kuposti mtandaoni wala kuwajulisha familia yako. Samira akauliza, unasema utakiwi mtu yoyote kujua jua hili? Samira akashangaa. Ray akamwambia, hii ni siri yetu. Akamuuliza hata mama? Akamwambia yoyote yule. Akamuuliza sasa ina maana gani? Mpenzi wake akamwambia, moja ya kitu kilichofanya nikupende wewe sio mtu wa mitandao. Samira akawa na mind, ina maana gani? Engagement bila mtu yote kufahamu? Mimi nataka familia zetu zijue, marafiki, hata mafansi zako. Ray akamwambia, kama utaki engagement ya siri, vua hiyo pete. Samira akakasirika, akavua pete na kunyanyuka na kuondoka zake. Samira alipotoka, mrembo wa lonji akaingia. Alipokuta mazingira yamepambwa, akashangaa, akauliza kuna surprise gani inaendelea? Alipoangalia kwenye meza akaiona pete, akaichukua na kumuuliza, baby, ulitaka kunichumbia nini? Hiyo ni pete ya bibi aliniletea. Hata hivyo nilikuwa na scene ya video, hivyo nikahitaji ili kushuti. Mrembo akaichukua na kuivaa na kumwambia, tushakuwa familia sasa. Akamuuliza kuna nini? Akamwambia, nina mimba yako. Upande wa pili Samira kalewa chakali, anamwambia Mwamba niongezee nyingine. Mwamba anamwambia inatosha na huu ni muda wa kufunga. Samira anamwambia mimi siondoki, nitalala hapa hapa. Mwamba akamwambia basi nikusindikize. Samira akawa anagoma. Mwamba ikabidi ambebe kwenda naye ghetto. Huko Ray mrembo anachukua video na kutamba. Raymond aliposhuka akashangaa kumkuta bado yupo. Akamuuliza, nilijua umeondoka, unasubiri nini sasa? Akamwambia siendi popote. Kwa nini? Nataka kujua unanioa au vipi? Ray akacheka, nikuoe wewe? Hebu nenda huko. Akamwambia siendi popote, nina mimba yako. Wiki 2 tu ndio inatosha, hapa siondoki mpaka nipate suluhisho. Ray akamwambia kaitoe. Akamwambia nipe milioni 5. Ray akamwambia haiwezekani, kutoa mimba tu milioni 5? Akamwambia kama unipi siitoi mimba. Akachukua mkoba wake na kuondoka zake. Akamuuliza sasa unaenda wapi na pete yangu? Huku Samira anaamka, anashtuka kujikuta kwa mwamba wa cocktail. Akafungua shuka na kujiangalia kwa bibi kama kuna chochote, akakuta hakuna kitu. Akamuuliza kwa hiyo umenikula? Akamwambia ndiyo, tena zaidi ya mara 2. Samara akajilaumu na kutaka kuondoka. Akaambia nimekufulia nguo zako, subiri zikauke au unaweza kwenda na t-shirt yangu. Samara ikabidi asubiri tu. Ray akamwita rafiki yake Samara Rosaline na kumuuliza kama anajua Samara alipo. Akamwambia sijui. Wakawa nalumbana, kila mmoja akawa anamwambia mwenzake, sitokubali rafiki yangu aolewe na wewe, unamtesa. Raya masaa baada ya hapo maumivu tu. Ray anamwambia Samara ni wangu, ananipenda ndio maana nipo naye, wewe hujajua bado maana ya kupenda. Kisha Ray akamwambia naomba uondoke kwangu. Huku Samara kwa Mwamba washazoeana, wanafurahi. Mwamba akaomba namba, Samara akampatia. Aliporudi kwa mpenzi wake Ray anamuuliza unatoka wapi? Jana usiku ulikuwa wapi? Umenichite? Ray akanyanyuka na kumfuata Samira, akawa anaogopa. Ray akamnusa na kugundua ananukia mafuta mengine, akamuuliza tena, kwa nini unanichiti? Akamwambia sijawahi kukuchiti na kuondoka zake. Baadaye akamwita rafiki yake Rosaline na kumuonyesha picha ya mpenzi wake mpya. Rafiki yake akamsifia Mwamba na kumuuliza kwa hiyo jana ndio ulikuwa naye siku nzima? Akamwambia ndiyo, na nimempenda huyu kijana, amenipa furaha japo kwa muda mchache. Akamwambia sasa huyu ndio ungeanza naye safari mpya ya mapenzi. Samara akamwambia siwezi kwa sababu hana hela kama Ray. Rafiki yake akamwambia ila furaha ni muhimu. Akamwambia pesa nayo muhimu, lakini unakosa respect. Rafiki yake akamrudishia simu na kuondoka zake. Siku zikaenda, mapenzi ya Samira na Mwamba yakazidi. Wakawa wanapigana simu usiku. Siku ya happy birthday ya Mwamba, Samira akamtembelea na kumpatia zawadi. Samira akawa anampa utamu Mwamba, Ray mpenzi wake anampa pia. Kwa hiyo akawa na wapenzi wawili. Samira akapata mimba. Mwamba cocktail aliposikia hivi alifurahi sana na kumwahidi kumuoa. Wakapanga siku, akamtambulisha kwa wazazi wake. Wakiwa mezani Samira na Ray mpenzi wake, Ray akamwambia nataka nikuoe, nikutambulisha kwenye familia na pia niwajulishe watu wote. Samira akamuuliza kwa nini sasa? Akamwambia huu ndio muda sahihi, na wewe ulitaka dunia ijue, nafikiri huu ndio muda sahihi, pia ukanitambulisha kwenye familia yako. Samira akawa anajiuliza ni
ni nani amkubalie, Mwamba Cocktail au Raymond. Kampigia simu rafiki yake ili amsaidie kupanga ndoa yao na Raymond. Rafiki yake akashangaa, ujui mimba ni ya nani, alafu unataka kufunga ndoa na huyo mpuzi? Roslyn akashangaa sana. Siku moja Samira kaenda chooni, Ray akachukua kibegi cha Samira na kupekua. Bahati mbaya akakutana na vipimo kuwa Samira mpenzi wake ni mjamzito. Aliporudi akafurahi sana na kumwambia, hii ndio habari njema inayoendana na engagement ya ndoa yetu, inabidi tuwatangazie umma. Samara akamwambia haina haja, ningependa iwe private. Rafiki yake Samara, Roslyn, hakutaka rafiki yake aingie kwenye matatizo. Akampigia Mwamba Cocktail na kumwambia, wewe ni mtu mzuri na mwema, nataka uingie mtegoni, nataka nikupe ukweli kuhusu mimba ya Samara. Mwamba akaangalia jina kwenye simu kuhakikisha kama kweli anaongea na Roslyn. Akamwambia Samira hayuko kwao, yuko na mpenzi wake Ray. Akamwelekeza na nyumba anayoishi, kisha akamtumia SMS Ray kumwelekeza kila kitu kuhusu rafiki yake. Samara anafungua mlango, anashangaa kuona Mwamba Cocktail anaingia. Mwamba akamlaumu sana Samira, kwa nini kampotezea muda na kumfanya anampenda, kumbe anashare na kumdanganya. Samira akajitetea anampenda sana Mwamba. Wakati anaongea na Mwamba, Ray mpenzi wake naye anarudi nyumbani. Ray alipoingia akashangaa kumkuta Mwamba, kisha akamtimua. Mwamba Cocktail akamwambia Samira, sitaki tena kukuona kwenye nyumba yangu. Mwamba akarudi nyumbani akaumia sana kwa kupotezewa muda na Samara. Samara akataka kuondoka, mpenzi wake Ray akamwomba msamaha na kumwambia, nimekusamehe, kwani na yeye alikuwa anamchiti hivyo hivyo. Amekubali kulea mimba mpaka atakapojifungua. Kwa kuwa Samira alikuwa anampenda sana Mwamba, akamfuata ofisini kwake na kumwomba msamaha na kumwambia kama amwamini yuko tayari kupima DNA. Kama mimba itakuwa sio ya kwake, ndio waachane. Baada ya kupima, Samara akagundua mimba ni ya Mwamba. Akampigia simu na kumpa taarifa kuwa mtoto ni wake. Samira akafurahi sana kwa kuweza kuishi na mtu anayempenda na kumjali. Na huo ndio mwisho wa hii movie, inaitwa Sugar Sweet. Ila usisahau kusubscribe, kulike na comment channel yetu ya Swahili Cat.